Rafiki wa faida, haya ni mambo matano ya kushangaza kuhusu mikopo ya mtandaoni usiyoyajua. Je, unajua kwamba unaweza kuchukua mkopo ndani ya dakika 5 lakini ukajikuta unalipa mara 2 ya ulichokopa? Karibu kwenye channel ya Poatech. Leo nimekuletea mambo matano ya kushangaza kuhusu mikopo ya mtandaoni ambayo watu wengi hawayajui. Hakikisha unatazama hadi mwisho kwa sababu namba 1 inaweza kukuokoa na madeni makubwa sana. Namba 5, mkopo unapatikana haraka sana. Moja kati ya mambo ya kushangaza ni jinsi mikopo ya mtandaoni inavyotolewa kwa haraka sana, ambapo unaweza kujaza taarifa zako zikapitishwa ndani ya dakika chache na pesa ikaingia moja kwa moja kwenye simu yako. Hapa kuna ukweli, lakini urahisi huu ndio unaowafanya watu wengi kuingia kwenye mtego wa kuchukua mikopo bila kufikiria. Namba 4, riba zake ni kubwa kuliko unavyodhani. Watu wengi wanaona mkopo mdogo kama sio kitu kikubwa sana, lakini ukweli ni huu: unaweza kukopa shilingi 50,000 lakini ukalipa shilingi 80,000 au zaidi. Riba hizi huwa zimefichwa kwenye ada za huduma pamoja na gharama za ucheleweshaji. Ndio maana ni muhimu kusoma masharti kabla ya kukopa. Namba 3, taarifa zako zinatumika zaidi ya unavyofikiria. Hili linaweza kukushangaza sana. Baadhi ya apps za mikopo huomba ruhusa ya kontakti zako, SMS zako au hata picha zako, na ukichelewa kulipa wanaweza kukutumia ujumbe mkali au hata kuwapigia simu watu wako wa karibu. Na hii ni hatari kubwa ya faragha. Namba 2, mkopo mdogo unaweza kuharibu historia yako ya kifedha. Unajua, unaweza kuzuiwa kupata mkopo mkubwa au huduma nyingine kwa sababu ya deni dogo tu. Ukichelewa kulipa, jina lako linaweza kuwekwa kwenye blacklist, ambapo taasisi nyingine zitakuona kama mtu hatarishi, na hii inaweza kukuathiri hata miaka ijayo. Namba 1, ni rahisi kuingia kwenye mtego wa madeni. Hii ndio hatari kubwa zaidi. Watu wengine hufanya hivi: wanakopa app moja, wanashindwa kulipa, wanakopa app nyingine ili kulipa ya kwanza. Kuna baadhi ya watu wana app za mikopo zaidi ya moja, na hapo ndipo mzunguko wa madeni unapoanza. Mwisho wa siku unajikuta una madeni mengi kuliko uwezo wako. Kwa hiyo kabla ya kuchukua mkopo wa mtandaoni, hakikisha unajua masharti yote, una uwezo wa kulipa na unakopa kwa sababu sahihi. Kama umejifunza kitu kipya leo, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwa taarifa zaidi za tech. Tukutane kwenye video ijayo. Hebu niambie kwenye comment hapo, je, na wewe umewahi kukopa kwenye apps za mtandaoni?